tunanunua 20,000, tunaenda kuuza 27,000. Akaita mtu mwingine mwenye alikuja akampea 25,000 cash, akamwambia huyo ndio mnunuzi na kuna mtu mwingine. Wakanitoa hapo na gari, tukaenda kununua sasa chupa. Kufika nilipata mwiti, kaniambia nikaambiwa huyu ndiye mwenye kama ni sign contract. Nikapewa kalamu, mwiti kaniambia nafanyanga kazi na tenda. Ukapewa kalamu sign contract? Yeah. Ukasign? Nikasign. Kaniambia nafanyanga kazi yake na tenda. Kwa hivyo nataka katoni 8. Katoni moja, chupa 5 ni ngiri 100. Sasa Katoni moja inaenda na 2 cartons. Katoni moja ni katoni 4 ni 96 bottles. Zile zina cost 906,000. sasa wakati pesa yako ngapi? Kutoka Qatar. Hiyo pesa itanisaidia. Umetoka wapi? Umejiaje? Pasta mimi nakuonanga huko kwa TikTok hadi Shika hii mbaya. nakuonanga huko kwa TikTok ukiongea hadi kuna siku yenye tuliongea na wewe ukanipandisha siku ya kina CD. Ndio nipea katika sio CD 20,000 ukiwapea hapo, sisi tuko hapo tukicheka. Si umekuja na la juu. So ulikuwa unaniona kwa TikTok kwa Saudi Arabia? Qatar. Ulikuwa Qatar. Sasa umekuja Kenya umekoniwa. Wapo. Ananiona katika TikTok alikoniwa 1.2 million akitoka Qatar. Na wewe unaona hapa kutoka Qatar. Amelala hapa. Unalala hapa Sudan. Tangazaji. Sudan tatu kusaidia mimi. Nilikuwa nataka uniombe na niingize huko kwa TikTok watu wenye wananijua. Juu nilikuja hapa purposely nikiwa na nilishinda green card, kesho niko na medical kwa watu wawili inaenda na 60,000. Tarehe 28 niko na interview. Kaunti yangu iko na 28. Unaona roho ya Imani ametoka Qatar na hiyo pesa yote. Anatakiwa kurudi ajaribu bahati yake. Sasa amekuja na ile pesa nibadilisha kwa TikTok nione kama nitasaidiwa. Sawa, nitakuona baada ya ibada nitakusaidia. Sawa? Hiyo kisha. Watu wananyanyaliwa. Jamani kuja mama. Umetoka wapi? Nakuru. Umechuaje hapa? Naona TikTok. TikTok. Na hata nimekuja na Lift. Ndio. Nimekuja na Lift. Lift. Nikashukishwa huko chini. Sijui Oh. so airport. Wilson Airport. Alafu Nilikuwa na 70 bob nikalipa 50. Tulikuja na msichana rafiki yangu, wakati tulifika town, mtu mwingine nikamwambia nimeitwa nyumbani na mwanangu anitumie 150. Hiyo 150 kisha adikae junction. Nilikuwa tunakuja tukiongea na moja ya secretary. nimekuleta hapa kutoka Nakuru. Ni pasta sina kazi. Nimekuwa nikizurura. Kuna wakati nilikuwa kwa club kuandikwa msichana mmoja alikuwa kwa kaunta akapotea. Mwenye kazi kushikwa pesa zenye nilikuwa na save za mtoto kurudi shule. Ndizo niambia msichana rafiki yangu akuja nitoe ndio tulikuwa tunatoka na 5K. Sasa hii pasta mtoto wangu kutoka ile wakati ya mvua kulikuwa kunanyesha hajarudi shule.
Alafu mama yangu amenipea biskwi kama sitakuwa nimeenda mtoto wangu atapeleka chuo. Mtoto wangu ako madini anaanza mimi yangu ilifungwa. Vitu zangu zikatolewa na mwenye nyumba akaziweka kwa store. Na amenipea wiki moja auze vitu zangu. Wiki moja. Sasa wiki moja ukae hapa siku 7. Sawa. Utamtafutia pesa uende ufungue nyumba na peleke mtoto shule. Sawa sawa. Ukae hapa leo ni utoke hapa mahali. Si 20,000 unataka? Haya nitakupatia 20,000. Sawa. Ukae hapa mahali. Kuja TikTok na wewe. Wacha kushinda. Bana asifiwe. Mimi natoka Bungoma, niko na shida, mama yangu ni mgonjwa na sina kazi. Lakini vile niliona pastor kwa TV, nikasema tu hata kama ni lift uje tu aniombe. Sawa, simama hapo. Kuja mama, haraka juu ya masaa ya nini? Ni Mildred, natoka hapa Muthaiga. Muthaiga ile matajiri kama hiyo Muthaiga ile hapo chini. Hapo tu Muthaiga sasa. Kwa hivyo wewe ni tajiri. Tusaidiane kupeana huko. Rejea na tafuta matajiri. Na huko ikiwetu. Asante sana jamani. Iko karibu kufika okay. Mimi nimekuja because tumemeet TikTok. Hata tukaongea. And ukasema nikuje kanisani because nilikwambia I have a business issue. Nilikuwa nataka nikuulize. Nilikuwa nafanya kazi Saudi Arabia as a nurse. Yeah. So mimi mama wa watoto 5 watano single mother. Hawa watoto 5, 4 of them are graduates in Somesha and 1 ako grade 8. So when I came back, I came with an intention kuwa mtoto pastor wangu anaenda Thailand because yeye alikuwa ametoka. So amekuja vitu vikaanza kufanyika usiku leo. Akawa mgonjwa, pesa yake ikaexpire. Hiyo pesa ikaenda hapo. So mimi katika hiyo wakati pia kujaribu tena nirudi job. Nikakataa. Najaribu kwingine pesa inakuliwa. Imeenda toka Disemba mpaka ninapoteza kila kitu. Wacha hiyo mbele alafu tunakuona baadaye sana. In the mighty name of Jesus, ninaitisha baraka juu ya maisha yake. Fungua anga yake kwa mara kwanza kama anasema. Pokea kilicho chako. In Jesus name. Kuja mama. Shida yako ndio imetoka wapi? Mimi natoka tu hapa. Nilikuwa nimelazwa hospitali na mama yangu. Ulikuwa umelazwa hospitali? Uko mgonjwa? Nilikuwa na anemia. Damu ilikuwa chini. Nilikuwa sasa sana mbaki mifupa mitupu. Kwa mifupa ni kavu. Hali yako ni mbaya. Hapo ndio mbaya. I set you free in Jesus' name. Shida. Bwana Yesu asifiwe. Wacha kwa asifiwe shida gani? Shida yako ni miguu kutoka last year mwezi wa 10. Nimeenda hospitali nikatibiwa, nimepewa dawa. Lakini umeona hapo mkanga. From 2013. Sasa miaka mingi sana. Hiyo ukimwi ndio unakula mwizi. Ndio hapo kuna anemia, unaona miguu, hali yako ya afya inaendelea vizuri. Kutoka 2013 hiyo ni 7 years. Ile nitakuombea saa hii Mungu atakuponya ukimwi na baadaye sawa? Mimi mtu wa Kakamega na niko na kanisa Kiambu mbele, lakini apostle mwaka kwenda chini kabisa. Huduma imeisha, vitu watu kila kitu kimerudi chini. Huduma yako imeisha. Huduma imeisha. Niko na kanisa 4, niko na kanisa Kakamega
mbili, niko na kanisa Kibera na niko na kanisa Kiambu Mbele. Lakini mambo yangu yameenda chini, nimefika mahali mpaka huduma imefika mahali pa kufungwa ya Kiambu. Nyumba yangu miezi 3 sijalipa. Nalipa 5,000 na stima, ukiongeza na stima inakuja 5,000. Nimerudi chini mpaka nimeshindwa kulipa, nimeshindwa kila kitu. Nimefungiwa mpaka nyumba, nimeenda kukaa kwa rafiki yangu nakaa kwa rafiki yangu na niko na makanisa manne. Makanisa nimeenda chini, sijui kitu inaendelea. Mimi nimekuja tu kwako, nishike tu kwa at least tumekaa kwa tukuruti. Mimi ni mwanzilishi wa makanisa ya Jesus Vision Worship Center. Shika hii pesa yako. Ile maisha ya ukalia na yafanya dhambi kama sisi. Sema hivyo. Sisi ndio tunafanya dhambi kila siku. Mungu ndiye anabariki, sio wanadamu. Sio watu. Mchungaji mpumzika, Mungu akubariki. Kuna msichana nimeona sura yake kuja mama. Usikae chini, mchungaji anataka wakati. Tafuta kiti. Wewe ni pastor. Usikae kwa sakafu. Karibu mama. Pastor, unaona TikTok? Wow. Unaona TikTok? Unaona TikTok? Sasa hivi ndio tunataka moyo. Leo tunatukana tu hawa. Leo ni siku yako ya kupambana na watu. Karibu kwa TikTok. Kuna mtu anataka watu wake kwa kanisa. Unaona TikTok? Na watu wanasema angalia TikTok atoke angalia. Funga nini? Tusianze kutrend. Naona amegeuka. Siwali kaonekana ya watu. Sasa hivi siwali kaonekana hivyo unataka tutrend kesho. Sasa kanyaro hivyo ndio anafanyia watu. Na si mimi hata siko huko niko. Unajua mbona kuuliza? Ndio ndio watuma nyingi. Lazima mimi naambiwa nilikusa mama mwingine matiti zamani. Na huyo mama sikumgusa matiti. Hata leo nijaribu kujitetea, ni ngumu kujitetea. Mama alikuwa na kansa kanisani kwangu ya matiti. Na mimi nataka kuonesha watu ile shida huyu mama akona. Kamwambia mama, unaweza nionyesha hiyo matiti. Mbele ya watu, unaweza onyesha washirika. Ilikuwa imetoboka na moga usana. So, I just wanted people to see. Unajua mama alikuja kanisani kwangu, naona ni afisa wa polisi akaniambia, "Pastor, niko na kansa ya sehemu ya siri. Imepasuka yote hata hakuna." Sasa zile wanataka mama ekeni muone ni ukovu. Ndio Mungu akikuponya, at least you can have a testimony for what you saw. Sasa amen. Yeah. Almost everybody. 1.2 million. Dunia haina huruma, my friend. Afadhali kajaribu dunia. Mama yangu wa TikTok niambie. Mimi sasa na kazi nilikuwa nimeweka job ya kibanda. Weka job ya kibanda nikachukua loan ya 10k. Hiyo pesa ni kama ilikuwa na maneno karibu kazi yangu kaisha. Na mamangu alienda majua amaliza mwaka. Sasa nimeachwa na babangu. Babangu ana shida ya miguu, atembei, nilikuwa namwangalia. Na ile time nilikuja nikachukua vitu za nyumba, tunakaa single mimi na babangu na mtoto wangu. Na mtoto wangu sasa asomi. Sasa mimi natafuta job sipati. Hadi naomba tu atanipata kazi ya kibanda, natafuta kabisa pasi
tukaya kama ni double room na babangu tuache kukaa siku. Hata nikirudisha kazi ya kibanda naweza furahia juu naweza kulisha babangu na mtoto. Sasa nataka kusema ngapi? Hata 20k inaweza kusaidia. Baba sana nitakupatia 20,000. Sawa? Okay, naitwa Apostle Saka Tobias. Wewe ni mchungaji. Vile umevaa wewe ni apostle. Niambie apostle. Nimekuwa nikikufuatilia kwa TikTok. Wow. Na siku ya leo hata nilikuwa nimetumana nyimbo zangu kwa mwanadada hapa anaitwa Kabi. Nikasema sicheza, nikasikia kusudi unacheza Bluetooth sijui kitu kama hiyo. Yeah. So mimi kile mtumisha amepitia kweli, pia mimi mwenyewe nimepitia. Nimekuwa na kanisa, sielewi chenye kinaendelea katika maisha yangu, kwa sababu nimeifunga mwezi uliopita nikiwa na deni ya miezi 2 natakana nilipe. Alafu nilikuwa nimefanya video pia ya wimbo wa Nipe Ufunuo, lakini tangu nifanye hiyo video ilikwama hata kunilipa video yenyewe. Naishi mahali panaitwa Kathanga. Kathanga ni size nini ukienda Banana ukiarani sona nimekuwa pia nikihubiri kwa TikTok, but unaziwa simakani kwa TikTok wala wanakuangalia pale juu wanakuwa wangapi? Sometimes on reach to 60, but sielewi kwa sababu mimi Mungu alikuwa amenibariki. Lakini sijui mahali nilikuwa natoa fungu langu la 10 hivyo ndipo tu imeisha, kwa sababu huwezi inua kitu kama 30,000 kuinua kwa mtumishi ukitarajia mambo yatakuwa sawa, lakini unapata mambo yanaharibika. Next time tupatie mchungaji na kumwombea. Pastor, hii ni 2,000. Hii ni pesa niliombea. Hautawahi kosa. Hii ni 2,000. Sawa. Hautawahi kosa. I said you are free. Sawa, lakini ni wewe mkono unaombe alafu utaona baadaye. Baba, katika jina la Yesu, najua mnafanana nini mapati. Kama ni ndefu mmepaka rangi nzuri kwa hiyo. Who are you people? Castrate. You look very beautiful and very handsome. Oh, mwanaume. You look handsome. Napenda vile mnakaa. Sasa mimi sitaki kwenda mambo mingi. Mwanzo mimi nimetoka Mombasa. Mwanzo kuona nilikuwa ilikuwa 2016 wakati nilikuwa Mlolongo na kitu kwenda phone. So kutoka pale mimi nimeenda kuishi Mombasa. Okay, nimetoka Mombasa kuja hapa nilikuwa na sherehe zangu pamoja na ndugu zangu. Kitu kilichosababisha nitoke Mombasa nikuja hapa ama kilichosababisha nitoke Mombasa nikuja Nairobi ilikuwa kwa sababu ya matanga, kwa sababu kuna dada yangu anakaa Bomocha saa hii 2 months. Tumejaribu, tumeenda kila sehemu, tumeenda tukaona Sakaja, tumeenda kwa kila Karango, wote hatujasaidiwa. So kwa so dada yangu kati alikuwa huyu dada yangu, tumejaribu kadri ya uwezo, tumesembea kila sehemu. Nairobi hakuna ofisi, hatujaenda ama hakuna namba ya MP, hatuna. Tuko na namba ya deputy president, tumejaribu kadri ya uwezo lakini imeshindikana. So pastor kilichosababisha kuja hapa, mimi nilimwambia pastor Kanyele ni mtu ninamjua. In fact nilikuwa na namba yake kitambo, lakini sasa namba ilikuja ikapotea kwa sababu nilienda kumwona Mlolongo, ilishindikana. So nimwambia ndugu zangu wale ambao walikuwa hapa, nikasema kwamba hapana, tumejaribu kila sehemu. So kilichosababisha kuja hapa tupate usaidizi, kama kuna mtu yoyote ama kuna sehemu yoyote mtu anajua asaidie, kwa sababu huyu dada yangu alikufia pale Isli mlango kubwa. Tulijaribu hiyo wakati ya mwezi wa 4 wakati madaktari walikuwa wamegoma. So tukawa tumeenda kila sehemu, haikuwezekana. So
kilichofanya dada yangu kuja kupeleka katika ofisi ya hospitali ya kibinafsi, kwa sababu daktari alikuwa amegoma, sio kuenda pale na mkubwa, so akawa anashughulikiwa pale, alikaa pale mwezi mmoja na siku mbili. Tulipeleka pale, ilikuwa ni mwezi wa 4, lakini wakati mimi nilikuwa Mombasa, so nikawa naongea na ndugu yangu mwingine hapa mkubwa anaitwa Morris. Nikamwambia mimi kwa sababu mimi niko Mombasa, mimi sitaweza kushughulika kati ya uwezo, mimi nafanya nini? Tukamtafutia hospitali. Mimi nikipata nafasi mimi nitakuja. Mwanzo mimi nafanya kazi ya hoteli, mimi mpishi. So hiyo ndio kazi nimesomea. So nikaenda nilikuja huku, akawa sasa alikuwa haniwezi kabisa. So pasta mimi nimekaa hapa Nairobi sasa hivi. Nimekaa tuma tangia usaa. Akaocha ni gani? Akochero mmoja. Amekaa kwa muda gani? Sasa hizi jana ndio alifunga miezi miwili sasa mmoja. Sasa pesa gani unadaiwa? Labda tu ni niongee kidogo pasta. Hapo naona hapo hivi tunadaiwa shilingi 1,716,225 shillings. Moja sasa tunadaiwa 70,000 sasa hivi leo. Na watu wenye tunafanya kazi hii, huyu ndugu mkubwa, yule sister yetu alikuwa first born, huyu alikuwa anafuata. Sisi ni familia, family members. Tuko only 5 wenye tunashughulika usiku na mchana. Tunaingia TikTok, tulikuja mpaka kwako pastor kutafuta yule neno wako alituona, tukakuja pale karatasi mpaka kwako, tunataka kuona lakini hatufanikiwa. Tumezunguka kila siku, jioni tunaenda kwa street kutafuta shilingi 5, shilingi 10, maana yake familia ishakuacha, marafiki wametoroka kazi, tulipoteza sasa tuna kazi, tuko tu hivyo. Tunang'ang'ana leo tumetoka katika karibu wote. Sasa tunataka kusaidia kwa ufupi. Sisi tulikuwa tunataka tu msaada wenu, tupate hizi pesa 1.7 ama tu kidogo tu ile kanisa inaweza kusaidia. Maana yake tumeachwa hivi sisi watano, wengine wako pale nyuma, tunaachwa watano, sisi tunagharamika every day daily day. Ndio maana unaona nimesema kuna umuhimu sana watu wajiunganishe na kanisa serious. Maana shida kama hizi. Sema amen. Watu wajiunganishe na kanisa very serious. Maana huwezi kuwa kuja hapa kanisa leo, kesho ukuji, unakuja next week, siku nyingine ukuji, alafu shida ikitokea unasema mimi ndio pastor wako. Hata mimi nitaungana. Sema amen. Nitawaomba baadaye. Asante. Ikiwa ni mkono wote. Father in the mighty name of Jesus, ninawabariki wote na wafungulie milango wote in Jesus name. And then get utaongelesha. Now, before sijamaliza, maana sasa nikimaliza namaliza, my time is up. Mumesikia kisa ya huyo mzee na tamu. Ndio maana nimesema ya kwamba kuna kitu kinaitwa welfare form. Hii unajaza na 300. Ukishajaza hii form na shilingi 300, hii form mimi ndio nitabaki naye kama kanyani. Ukija useme uko na shida, nitauliza anakuwa na namba ngapi? Nitaambiwa anakuwa namba 72 ama namba 1200 ama 1700.